Habari zenu wapendwa katika Kristo. Ni siku nyingine tena. Leo tunalo somo zuri kama lilivyoandaliwa na Engineer Matayo Hassani. Kile mvulana anachotakiwa kutafuta kwa mwanamke katika mada ya kutafuta mchumba sahihi sehemu ya pili. Karibu tujifunze. Mvulana anapaswa kutafuta mwenzi wa maisha ambaye ana uwezo wa kusimama pamoja naye na kushiriki mizigo ya maisha, mwenye ushawishi wa kumfanya bora na kumwenzi, na ambaye atamfanya aheshimike kwa upendo wake. Mke mwenye busara ni zawadi kutoka kwa Bwana. Moyo wa mume wake unaweza kumtegemea kwa amani. Atamfanyia mema si mabaya siku zote za maisha yake. Hufungua kinywa chake kwa hekima, na lugha yake ina mambo ya huruma. Huangalia vizuri mambo ya nyumbani kwake, wala hawi chakula cha uvivu. Watoto wake humsifu, na mume wake pia humsifu. Wasichana wengi wamekuwa wema, lakini wewe umemzidi wote. Yeyote ambaye ampata mke ampata kitu kizuri, na apata neema kutoka kwa Bwana. Katika Mithali 19, 14, 31, 11, 12, 26, 29 na 18, 22. Mfano wa Rolf na Edith. Rolf alikuwa mwana wa mchungu mashuhuri huko Ulaya. Alitaka kuoa msichana Edith, lakini huyo msichana hakuwa na hakika kama alimpenda kwa undani. Hata hivyo, Rolf alimlazimisha kufanya uamuzi. Kulikuwa na matatizo mengine yanayoonyesha kwamba Edith hakuwa tayari kwa wajibu wa ndoa, kwa tabia au mafunzo yake. Ellen White aliuliza Rolf maswali ambayo kila mvulana anayetaka kuoa anapaswa kujiuliza. Great Grimsby, England, Septemba 23, 1886. Rolf mpendwa, nilipokuwa Basel, nilizungumza na Edith kuhusu hisia zako kwake. Nikamuuliza kama alikuwa na hakika kwamba anakupenda kwa kiasi cha kuunganisha maisha yake na yako. Alijibu kwamba hakuwa na uhakika kamili. Nikamwambia kwamba anapaswa kujua wazi anachofanya, kwamba haipaswi kumpa matumaini yoyote mvulana asipompenda kwa dhati. Alisema wazi kwamba hakujua kama anakupenda, lakini alidhani kuwa kama angeahidi kuoa, labda angeweza kukupenda baadaye. Usisahau kutembelea channel yetu ya YouTube.